msikilizaji, huo wimbo ambao umetoka kusikiliza ama ambao unasikiza pia katika background anaitwa Steven, anaitwa Justin Madega, ako pamoja na Steven. Hiyo sauti ya kijana mdogo, umesikia sauti kama ni ya mtoi hapo. Je, basi hiyo ni anaitwa Steven na ako pamoja na Justin Madega. Unajua nimesikiza huu wimbo na kuna kitu nimekipata. Na bahati nzuri msikilizaji, leo katika kiti cha heshima tuko naye hapa ndani Justin Madega, ambaye yeye ni mwimbaji wa gospel kutoka hapa nchini Tanzania. TZ, jamani, akilisha vyema sana TZ. Na tukasema leo tuko naye hapa, wacha tuzungumze naye mambo mawili matatu. Brother, welcome. Okay, welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu sana na kwa faida ya msikilizaji wangu, tafadhali japo tupe yote kidogo ili amini kwamba leo tuko na Justin Madega. Kwani uko na mpo na Justin Madega, nimewamisi wana wa Morogoro. Na Steven Madega anamsalimieni wana Morogoro. Na furahi leo kuwa hewani kwenye kipindi hiki pendwa. Karibu sana. Watu wanataka utupe kidogo, hebu tupe kidogo zile vitu zako vile mtu aamini kama kweli leo tuko na Justin. Okay, basi kama wanataka waamini, kwanza tuanze na dogo, mara ni naye hapa aanze kuimba ile sehemu ambayo aloimba. Namshukuru Mungu, twende. Namshukuru Mungu wangu amenifusha salama. Namshukuru Yesu wangu amenifusha salama. Maana nilipotoka mimi maumivu sana. Maana nilipotoka mimi ni uchungu sana. Kwa kukatisha na mimi naingia pale niliposema umenifuta machozi yangu Yesu wangu wewe. Umenifuta maumivu yangu Yesu wangu wewe, na kusifu Baba ni wewe, na sitokuacha milele. Yesu wangu ni moto moto ulao, Yesu wangu ni moto moto ulao, Yesu wangu ni moto moto ulao, Yesu wangu ni moto moto ulao. Chapa tobina. Sana, hongereni sana brother. Amen, mtumishi wa Bwana. Mimi nataka kwanza uniambie kitu kimoja, ni kwamba ulipata wapi idea ya kumtengeneza huyu bwana Steven? Na yeye tumemsikia kuna huo wimbo na bado ako na umri mdogo sana, na uliwaza nini ukaona kwamba anaweza faa na unaweza kumtumia pia na akaimba na watu tukavutiwa? Huyu mtoto ana kipaji toka mdogo kabisa. Maana kaanza kuimba albamu ya kwanza kaimba na miaka 5 ambayo inaitwa Maono ya Theobadia. Okay. Albamu ya kwanza ana miaka 5, sasa hivi ana miaka 10 ambayo ndio tumeachia albamu nyingine hii ambayo inaitwa Tobina. Na hii nyimbo ambayo tulioimba leo tunaenda kuiachia YouTube saa 10 kamili. Wow. Wale wapenzi wetu. Nimeuona. Ilikuwaje ukapata hiyo idea? Nimeuona. Ilikuwaje mpaka ukatengeneza hiyo song? Okay, hii nimeuona kwa sababu muda mwingine kuna baadhi wale wengine wanakuambia wanaenda kanisani kila wakiomba haoni kitu, lakini kwangu mimi nimejielezea hapo, nimesema kwamba nimeuona kwa sababu nimeuona kila kitu nikienda kuomba kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Na ndio maana kitu kwamba nimeuona. Alafu kitu kingine, kuna baadhi wengine wakitoka majumbani wanakuwa na stress zao, sawa? Kwa hiyo wakifika kanisani kama sehemu ya kusifu, lazima mtu usifu kidogo uchangamke. Na ndio maana pale mbele kuna sebene. Unaambiwa tobina kwa Yesu, yani teze kwa Yesu. Okay. Yes, lakini sasa ni producer gani anasimamia hizo kazi? Je, uko na management ama upo kama solo artist? Je, upo kwa choir ama inakuaje? Nilikuwa nataka nijue upo kanisa fulani ama je pengine haupo hapo? Okay, mimi niko kanisa fulani iko huku Gongo la Mboto, inaitwa Penueli, ambaye mchungaji wangu yule ambaye anaimba kama sio juli zako Nyerere. Kwa hiyo nilimfuata. Okay. Unampata yule mzee? Yes. Nilimfuata, nilimwelezea baba nahitaji kuimba. Kwanza nilimwambia baba kijana wangu anahitaji kuimba, alivyomwekea mkono tu. Na nashukuru Mungu, kila nyimbo, kila album tukiachia tunapokelewa vizuri. Wow.
lakini kuko na mambo mengi siku hizi. Wasanii wengi wa gospel, nyimbo wanazoachia watu wamekuwa wakizibeza na kusema nyingine ni kama vile zinafanana na bongo flava, nyingine ni kama muziki ya shetani, waimbaji wanaeleta kwenye muziki wa gospel. Bila shaka umekutana na malalamiko ya namna hiyo sio kutoka kwa wasanii wengine wale ambao wametangulia, si ndivyo? Ni kweli. Ni kweli unachosema, lakini sasa hivi kila kitu kinabadilika. Kila kitu sasa hivi kinabadilika kwa sababu sasa hivi hatuwezi kwenda kuimba nyimbo ambao kama wale hatusemi vibaya, wale ambao wenzetu wa zamani umeona wanavaa manguo, gonge la nguo. Sasa hivi tunateka vijana ili wamuache waache mambo ya ajabu. Samani kidogo kuna treni, maana hapa nipo karibu ya treni. Tunateka vijana wale ambao wanapenda kuingia kwenye wokovu, lakini sasa akijifikiria muda mwingine wengine anakuambia mimi kuvaa masuti siwezi, kuvaa siwezi. Lakini kumbe ile haitakiwi vile, kwa sababu kama wewe upo kwa Mungu na tukio ukivaa vizuri kujistili tu unaingia kwa Mungu na unamwabudu Mungu na Mungu anasikia sala yako. Ndio maana kidogo tunasema kwamba tunafanya kwa ajili ya kufanyaje ya kuboresha kitu fulani, lakini hatuboreshi kutoka kwenye ule mstari wa Mungu. Mimi ukiangalia humo ndani hiyo albamu mpya nimeimba mpaka singeli ya gospel, na kweli nikiingiaga kwenye tamasha yote nikialikwa, hata kwenye jukwaa nikialikwa nikiimba, kiufupi wengi sana lazima nyanyuki, kwa sababu wengi sana wanakuwa na stress kama nilivyokuambia, wako majumbani. Na huo wimbo wa singeli unaitwaje? Amenikubali iko hapo, hata inapigwaga hata kwenye radio inapigwaga sana. Amenikubali. Huyu Yesu amenikubali. Okay. Na pengine umeifanyia na video bila shaka hiyo singeli. Iko video hapo, utaona hapo, ukiangalia YouTube hapo naziona zote. Na hiyo video amesimamia director nani? Video imesimamia na director anaitwa Chidi Blaze. Chidi Blaze huyo jamaa wa muziki Shikabamba 5. Okay. Na hii tutegemee nini katika muziki wako na huduma hiyo unaifanya? Tutegemee nini na kuone wapi after few years? Mimi napenda kuambia mashabiki zangu wategemee vitu vizuri kila siku. Tupo tunaimba nyimbo za Mungu, hatutotoka kwenye mistari ya Mungu, tunafuata mistari ya Mungu, ila tunaboresha kidogo ili tuwavutie hata vijana waingie kwenye ile sekta ya Mungu. Lakini hatuwezi kuimba kutoka mstari wa Mungu. Tunaimba mistari yote ya Mungu. Na hata ukiangalia nyimbo zangu zote hapo zote, huwezi kuona kama tumetoka sehemu ya Mungu. Tumemwimbia Mungu ambao Na sasa unamwambiaje yule msikilizaji ambaye sasa anakusikiza kutoka ama kupitia Arise FM, msikilizaji ambaye anakusikiza kutoka Morogoro na mikoa jirani? Huyu unamwambiaje? Mimi namwambia kwamba asichoke kusikiliza gospel. Unajua kila mtu akienda kanisani akihubiriwa hakuna kitu chake anapokea. Umeona? Kwa hiyo hata sisi waimbaji mara nyingi sana wanasema kwamba waimbaji wa gospel wanatoka kwenye mistari ya gospel. Kwa hiyo wewe mshabiki wangu nakwambia, ukiona nyimbo ni nzuri, hii imekugusa, sawa nenda nayo, lakini ukiona nyimbo haijakugusa basi ipotezee tu. Lakini unajua nao waimbaji nao ni watumishi wa Mungu. Huwezi kukaa ukamsema mchungaji si ana kasoro fulani, wewe muache na Mungu wake. Lakini mimi mashabiki zangu napenda sana waendelee kufuatilia nyimbo zangu. Wakiingia YouTube hapo waandike Steven Madega au Justin Madega, wanaziona nyimbo zangu. Na leo hii Tobina ndio nakuja kuachia YouTube saa 10 kamili, itakuwa iko hewani. Tobina. Nini hiyo brother? Tucheze kwa Yesu, tucheze. Tobina kwa Yesu. Bila shaka hiyo ni sebene brother. Bila shaka itakuwa sebene hiyo. Hiyo ni sebene baba. Hapo kichapa hapo sebene mwanzo mwisho. Pale dogo anapoimba pale analeta ujumbe, kisha nikishakuja kusema mimi haya. Asante sana, mimi nikushukuru sana na nikushukuru sana kwa kutumia time yako leo kuzungumza na sisi katika Ngome ya Injili kupitia Rise FM.
Yes, na nataka tukapate nafasi ya kusikiza huo wimbo wako, lakini kabla tujaenda kusikiza huo wimbo wako kwa dakika moja tu nikupee tuweze kumaliza, ungependa kusemaje kwa msikilizaji anakusikiza? Mimi napenda kusema kwamba watu waendelee kutusupport